Baba makuria masaya ora makuria mayande ora masekele makuria masaya ripose kele makuria mayande rapose kele makuria ni wewe Baba ni mashende ni wewe Baba ni masaya ni wewe Baba ni mashende ora masaya rebosi santo Bwana ni mashende rebosi ora makuria masaya pokea sifa hiyo. Tunakuja mbele zako asubuhi ya leo, tunakuja mbele zako wewe. Tunakushukuru wewe ni Mungu, wewe ni Mungu mwenye nguvu. Tunashukuru kwa kutupa neema. Asante kwa ajili ya umetupa kibali asubuhi ya leo. Tunakushukuru kila sababu ya Bwana Yesu. Asante kwa ajili ya majina na Baba. Asante kwa ajili ya ibada ya leo. Baba ni usema mizuri wewe kwa ajili ya pendo mizuri yako ndio. Baba ni kinywa kizuri kila sababu ya kushukuru Baba Bose ninakushukuru kwa matendo yako Baba heshima na Baba ni wewe Baba ninakushukuru kwa kutupa kwa zuri katika kituo cha hapa ninakushukuru kwa kutupa mamlaka nzuri katika kituo cha hapa ninakushukuru umetupa watendakazi wazuri katika kituo cha hapa asante ninakushukuru umetupa waimbaji wazuri katika kituo cha Asante ninakushukuru Yesu mazuri asante kwa kituo cha bora asante kwa shukuru wazuri na cha ufahamu ninakushukuru kwa ajili ya kitendo kizuri cha Yesu Bwana ninakushukuru kwa ajili ya kanisa lako wewe ni mwema wewe ni mzuri asante mfalme wa amani asante sasa twende mbele za Bwana tukasogelee kiti chake cha rehema na neema. Nenda mbele za Bwana saa asubuhi ya leo. Mwambie nimekuja mbele zako mfalme wa amani, mimi si mkamilifu. Nimewaza mengi, nimenena mengi kinyume na wewe. Ninaomba unirehemu asubuhi ya leo. Twende mbele za Bwana. Baba yetu Yesu inanena mema, inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema, inanena mema. Damu ya Baba hiyo inanena mema, inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema, inanena mema. Baba
tuko mbele zako tukisimama Baba, tumeishi damu yako Baba, damu yako Baba, ninaomba kibali chako Yesu, rehema zako Bwana, rehema zako Baba, ruhusu damu yako ipite, ruhusu damu yako ipite, unastahili Bwana wa mabwana, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa mabwana, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe. Hebu tuende mbele za Bwana sasa. Mwambie Mungu unastahili kuabudiwa. Tuko mbele zako asubuhi ya leo. Hakuna mwingine wa kuabudiwa ila ni wewe peke yako. Baba yetu na Mungu wetu mfalme wa amani. Tuko mbele zako tumekiasa niko shomboro niko unastahili kupewa
Acha kuabudia, bali ni wewe tunakuabudu Bwana, tunakuabudu Bwana, tunakuabudu Bwana, Sasa hii tutaimba tenzi ya 67 kibeti cha 3. Nitume nami Bwana kama ulivyotumwa, habari ya msamaha na dhambi kutubiwa, niwahubiri wakosana waliopotea, wokovu wake Bwana liyewafilia. Sai twende mbele za Bwana, kila mmoja mwambie Bwana, niko tayari kuihubiri injili yako. Tazama watu wako mitaani wana mateso, watu wako kila mahali mahospitalini wana mateso. Mwambie Bwana, niko tayari kuitangaza injili, kutangaza neno lako. Mwambie niko tayari asubuhi ya leo. Baba yetu, Mungu wetu mtakatifu, niko tayari Baba katika injili, Baba katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, niko tayari Bwana, niko tayari Bwana Yesu wako apate kuokolewa kwa Yesu. Niko tayari Bwana, niko tayari Bwana Yesu, niko tayari tunakuhitaji wewe Bwana. Sai katika uwepo huu tuende mbele za Bwana, tukamwalike roho ibada akatamalaki kuna kwa ibada ya siku ya leo, maana sisi kwa akili zetu hatuwezi. Tunamhitaji yeye atufundishaye, maana ni msaidizi. Tuende mbele za Bwana. Baba katika tunakuja mbele zako, tunamwalika roho ibada katika jina la Yesu. Roho ibada tunamwalika tamalaki katika hapa, tunamhitaji hapa kwa ibada katika jina la Yesu. Tunakuadhimisha mahali hapa, chukua nafasi mahali hapa, chukua nafasi wewe ni kiongozi, chukua nafasi ukatuelekeza watu wako, chukua nafasi mahali hapa Bwana, ukatuhudumie mahali hapa Bwana. Tunakuadhimisha mahali hapa, tamalaki mahali hapa, karibu mahali hapa, karibu mahali hapa katika ibada yetu. Tunakukaribisha mahali hapa, chukua nafasi
nafasi mahali hapa katikati ya ibada ya siku ya leo. Chukua nafasi katikati ya siku ya leo. Chukua nafasi mahali hapa. Tunakuadhimisha mahali hapa. Tawala mahali hapa katika jina. Amen. Sasa tutasoma Zaburi ya 66. Tutasoma Zaburi ya 66 mstari wa ule wa 5. Unasema, njoni atazameni matendo ya Mungu, hutisha kwa mambo awatendeao wanadamu. Njoni atazameni matendo ya Mungu, hutisha kwa mambo awatendeayo wanadamu. Nami leo nakusihi mtu wa Mungu, ni kweli Bwana anatenda mambo ya kutisha katikati yetu. Anafanya njia pasipo na njia. Pale palipokuwa pagumu anatupa wepesi. Pale tulipokuwa tunashindwa yeye anatushindia. Tulipokuwa hatuwezi, tumefanya kwa ulegevu, yeye anatutia nguvu. Kwa hiyo nawasihi wana wa Mungu, tumpende Mungu wetu, maana anatenda mambo makuu. Hapo kila mmoja ana ushuhuda mbele za Mungu. Hatujaje hapa kwa bahati mbaya. Kila mmoja ana historia ya huko alikotoka nyuma. Tumetendewa mengi mbele za Bwana. Tumetendewa mengi ya kutisha, na ni kweli matendo yake ni makuu, na kila mmoja ana ushuhuda. Tupo hapa kwa uweza wake, wala si kwa nguvu zetu. Kwa hiyo nina kila sababu ya kusema asante kwa ajili ya kanisa lake. Nina kila sababu ya kusema asante kwa watu wake, maana ni yeye wala si kwa uweza wetu. Ni yeye ametenda makuu kwa watumishi wake. Kwa hiyo sasa twende mbele za Bwana tukamshukuru Mungu kwa ajili ya mtume na nabii Josephat Harris Mwingira pamoja na mke wake, maana pasipo wao sisi, mimi na wewe, tusingekuwepo mahali hapa. Twende mbele za Bwana. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, tunamsogeza mbele zako tunamsogeza mbele zako pamoja, tunamsogeza mbele zako Bwana, tunawainua mbele zako, tunawategemeza mbele zako Bwana. Chukua nafasi katikati ya watumishi wako, ukawapake mafuta yako mabichi kwa ajili ya kazi yako, tunawategemeza kwako Bwana wa utukufu. Ni wewe Bwana unayeulaba na kuwatunza. Mkono wako siwapungukie Bwana, walinde watunze wanapotoka na kuingia. Acha ulinzi wako kambatana nasi, wacha ile neema yako ikawe kubwa katikati yao Bwana. Acha wakakuonekania kwa namna ya pekee sana, ukawe kwa viwango vikubwa Bwana wa utukufu, maana ni wewe, hakuna Mungu mwingine. Tunawasogeza mbele zako, tunawakabidhi kwako, katikati ya maisha yao, walinde watunze waponye. Sifa na utukufu tunarudisha kwenye kitu chako cha enzi. Mafuta yako mabichi yakamiminika katikati yao, maana ni wewe, hakuna unayeweza. Kwa kuwatunza na kuwapigania ni wewe. Chukua nafasi ndani yao, watumie sawa sawa na lile kusudi, watumie kwa viwango vikubwa, kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sasa tuende mbele za Bwana tukamshukuru Mungu kwa ajili ya mitume wake ambao wamewaweka ndani ya Ifata pamoja na makuhani wake. Twende mbele za Bwana. Baba yetu na jina la Yesu Kristo Nazareti. Sasa tuna kila sababu ya mbele zako makuhani wako, mitume wako na wanaofanya kazi pamoja na baba yetu Josephat. Tunawainua mbele zako, tunawategemeza mbele zako, upake mafuta yako mabichi kwa ajili ya kazi yako. Wacha ukawatumie kwa viwango vikubwa, tia maneno yako kwenye vinywa vyao Bwana. Wale watakaowatumia nasi watakupokezesha na kutoa mahali na kukusogeza mahali. Watunze Bwana, waponye
mkono wako usiwapungukie Bwana. Nina kila sababu ya kuwafunike kwa damu, walinde watulia ulinzi wanapotoka na kuingia, ulinzi wako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amen. Sasa tuende mbele za Bwana tukashukuru kwa ajili ya mchungaji wetu wa kituo cha hapa ambaye Mungu amemwamini kwa ajili ya Mpwapwa. Tumpeleke mbele za Bwana mchungaji Yusto pamoja na mkewe Kristina, maana wamepakwa mafuta kwa ajili ya kutolea hapa Mpwapwa, nasi tuna kila sababu ya kushukuru kwa ajili yao. Twende mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu na kila sababu ya kusema tunawasogeza mbele zako. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya mtoto pamoja na mama yake mpaka mafuta kwa ajili ya mbele zako Baba, tunawainua mbele zako Bwana, unapaka nini kwa ajili ya kazi yako, kwa ajili ya ile hekima yako, katika jina la Yesu, kwa yale maarifa yako Baba, ninashukuru Bwana. Tazama sasa ninawaleta mbele zako, tunawasogeza mbele zako Bwana, walinde watu, endelea kuwapa kutoka na kuibia Baba, achilia hekima yako, achilia utii na unyenyekevu Baba, wapiganie watu katika jina la Yesu. Wacha ukawatumie kwa viwango vikubwa, wacha ukafanye sawa sawa na lile kusudi lako. Tunaachilia utukufu wa jina lako katika jina la Yesu. Ninakushukuru kwa ajili yako. Amen. Sasa hizi tuende mbele za Bwana kwa dakika chache tukaombee kazi yetu ya ujenzi iliyoko mbele yetu, maana si wepesi wa kufanya tu kazi, bali kuna changamoto nyingi. Kwa hiyo Mungu akatuondolee hizo changamoto, akatuondolee kila kitu ambacho kinaenda kinyume na ujenzi. Mungu akafanye. Twende mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo Bwana Yesu, tunakuja mbele zako Bwana Yesu sahihi, na wakati tunaleta kazi yetu ya unaisogeza, tunaileta mbele zako Bwana Yesu. Pasipo wewe sisi tunaikabidhi kazi hiyo Baba, tunahitaji msaada wako, maana kwa akili zetu hatuwezi Baba. Katika kazi yetu tunaleta, ninaomba Bwana Yesu ukatuwezeshe Baba, ukatusaidie na Yesu ukatuinulie mmoja kwa ajili ya kazi yako. Tunaomba neema yako ikasema wewe unamwinua, achilia nguvu yako katika Baba, ukaachilie neema yako jina la Yesu. Tunaomba neema yako Baba, neema yako ni wewe Bwana Yesu, jina la Yesu Kristo. Tunakuinua na kutukuza, tunaiachilia mikononi mwako. Amen. Tembea tembea Baba, tembea tukuone. 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 Tembea kwa kanisa lako, tembea tukuone. Tembea tembea Baba, tembea tukuone. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kipindi kingine cha kumsifu Mungu. Unapaswa kumsifu Mungu katika roho na kweli. Msifu kama kesho haitafika. Sifu kama leo ndio mwisho wa sifa zako zote. Mwambie Mungu asante kwa ajili ya kibali, asante kwa ajili ya neema. Kwa hata unapomsifu, akili, nafsi na roho vyote vimsifu Bwana. Haleluya. Natamani kuona wababa na wamama waliochangamka ndani ya nyumba. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen.
Bwana mabwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Pigia Yesu vigelegele vya shangwe jamani. Ongeza shangwe na nderemo. Haleluya. Amen. Ni wakati mwingine tunaenda kuyasikiliza matendo makuu ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ni wakati mwingine wa kwenda kusikiliza matendo makuu ya Mungu ambayo Bwana amekwenda kuwatendea watu wake katika wiki hili nzima lote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunawakaribisha wale wote ambao wamesema hawawezi kunyamaza, hawawezi kutulia, waje mbele za Mungu wasimulie matendo makuu ya Mungu ambayo Mungu kawatendea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibuni watumishi. Karibu mama, karibu mtumishi wa Bwana. Asante. Tuambie unaitwa nani, unatoka wapi, askofu wako nani, na unataka kusema nini kwa habari ya Mungu alichokutendea. Karibu mtumishi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa jina ninaitwa Victoria, mtumishi Victoria Madole. Ninatokea zoni ya Yerusalemu. Askofu wangu ni Lucy Chilangwa na selida wangu ni Rehema Nyangalima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninapenda kumshukuru Mungu kwa yale ambayo Bwana ameyafanya. Ninamshukuru alichonitendea. Ndani ya wiki hili tunalomalizia leo, nilipatwa jambo kidogo ambalo Mungu alilifanya kwa ajili ya utukufu wake. Jumapili iliyopita tulivyoachana hapa, nina kakaangu alikuwa pale nyumbani, alikuwa anaumwa. Kwa hiyo nilienda nikamkuta yuko salama, tukaongea naye, tukanywa chai pamoja, lakini baada ya muda haukupita nikakuta kaka ameitwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mimi ninamshukuru Mungu kwa sababu anasema kwamba mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi sio nyingi. Kwa hiyo nikajua kwamba muda wake wa kuweza kuondoka chini ya jua ulikuwa umefika. Basi nikamwambia Mungu ni asante kwa sababu hakuwa mtu wa kukaa duniani, ni msafiri. Kwa hiyo namshukuru Mungu katika hilo eneo. Mungu alinisaidia, alinitia nguvu. Maana kwa muda niliona kama lile jambo lilikuwa nimejitishwa kichwani. Lakini baada ya kumwambia Bwana Yesu, naomba unisaidie, naomba nishike mkono, kwa kweli nilisikia nguvu inakuja. Akaniambia, kumbuka mwanangu, nimekwambia kwamba usiogope, mimi niko pamoja na wewe. Ujapopita kwenye mapito mbalimbali, mimi niko pamoja na wewe, usifikiri nimekuacha. Kwa neno lile kwa kweli nikajikuta nimepata nguvu mpya, nikamtukuza Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo nawashukuru watumishi wa Mungu mliokuja kushiriki nami pale kwenye lile tukio. Ninawashukuru wote, kila mmoja kwa nafasi aliyotumika pale. Na shukuru wale waliokwenda kuhudumu pale, na shukuru hata wale waliokuwa wananifariji wakati nikiwa kwenye ile hali ngumu kidogo. Mungu awabariki watumishi wa Mungu. Mungu aendelee kuwatia nguvu, aendelee kutupa umoja. Na umoja huu ndio utakaofanya kwamba kila mmoja atatamani kumuona Mungu kwamba yupo anaunganisha watu wake katika mambo mbalimbali. Nimemuona Mungu katika hilo, na pia namshukuru mamangu Christina ambaye mara zote alikuwa ananifariji kwa maneno mazuri. Nilijisikia hata hali ya upweke iliondoka nilipokuwa pamoja na yeye, na wengine wengi waliokuwa pamoja wakinifariji. Mungu asifiwe. Namshukuru Mungu. Nilienda nyumbani siku ile ilikuwa ni siku ya Jumatano. Nilienda nyumbani kupeleka msiba, lakini nilirudi siku ile ya Alhamisi. Namshukuru Mungu alinirudisha salama, na mimi nimeona ni vizuri nisimame kumshukuru Mungu, kwa sababu si kwamba tufurahie tu ndio tumshukuru, hata anasema hata yale